Tunaingia dakika 10. Wakristo tumesikia hoja za Mwalimu Kinyogori. Tumezisikia. Sasa nimpeleke jemedari wa Kristo, askari wa Yesu, Francis Ndasha, kuweza kutuonyesha ukweli uko wapi kuhusu Kristo na Muhammad. Nani anastahili kufuata? Karibu, maiki ni yako. Akishika maiki mwekee dakika. Tumwombee. Kwanza nina masikitiko makubwa kwa sababu mwalimu wa Kiislamu aliyetegemewa atufundishe kwa nini tumfuate Muhammad, tumuache Yesu, amepewa dakika 20, badala afundishe akaja kufanya comedy. Na Waislamu mumechukulia mikutano hii, haswa walimu wenu, kama sehemu ya kufanya comedy. Sisi tuko serious katika haya. Nimetoka Kenya, ni bali sijakuja kufanya comedy. Nimekuja ili tutoe elimu kwa hawa wanaotusikiliza. Alafu kitu kingine, Kinyogori, ni vizuri unaposikiliza mwalimu aliyekutangulia, sikiliza hoja yake alijengaje, uje uivunje. Sasa wewe unakuja kuongea vitu ambazo sijamaanisha wala sijazisema, unaniwekelea. Sasa naomba nikurudishe pale pale, maana hoja zangu kwanza zimekushinda. Hakuna hoja moja hata moja umepangua, hakuna hata moja. Ya kusikitisha sana, dakika 20 hujatupa faida ya Muhammad tumfuate, hujatoa. Umepoteza dakika 20 zote. Sasa ukaja ukasema kwa mdomo wako ati Qur'ani 10:102 tumeongeza vitu ambaye hakuna. Hujaonyesha ni nini tumeongeza. Ulikuwa umepewa dakika 20 uonyeshe hiyo. Rudia andiko hiyo. Inasema katika 10:102 kitabu ni cha Qur'ani. Soma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ndio. Bismillahir rahmanir rahim. Basi wanangoja jingine. Ndio. Ila kuwajia mfano wa siku za adhabu. Siku za nini? Siku za adhabu. Wale wanagoja siku ya adhabu. Twende. Zilizowafika watu waliopita kabla yao. Ndio. Sema. Basi ngojeeni. Mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Kumbe Mtume Muhammad anasema ako pamoja na wanaongojea. Ungekuja useme hagoji. Mimi nilijenga hoja, Mtume Muhammad anagoja na wanaongojea. Yesu hagoji, Yesu anagojwa. Sasa ungefundisha ndugu yangu, alafu unakuja unasema ati mimi nimeongelea shetani, sijui Waislamu wana shetani. Sijaongelea hiyo. Nimesoma Qur'ani katika tafsiri ya Mayunga. Anasema hivi Muhammad, kila mwanadamu anapozaliwa lazima shetani amuingie, isipokuwa Yesu alienda kumuingia akapata pasia. Hoja yangu nikajenga, kwa nini Muhammad aguzwe na shetani lakini Yesu haguzwi na shetani? Uketueleza why. Nyinyi katika imani yenu mnasema Muhammad alipasuliwa akatolewa shetani. Ni mimi nasema ama ni vitabu vyenu? Vitabu zao. Kwa nini Muhammad haigiwe na shetani mpaka apasuliwe atolewe, lakini Yesu haigiwi na shetani? Hiyo Kinyogori ndio ulifaa utueleze, sio comedy. Muda wa comedy umeisha. Inasema hivi. Ndio. Katika tafsiri ya Mayunga, ukurasa wake wa 702. Na uharakisha juu ya muda. Katika vitabu vya hadithi vya sira vya Kisuni, ndio wametaja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alipasuliwa na kutolewa shetani. Hiyo ni hata Waislamu wanajua hiyo. Hiyo si kitu ya kushinda nikiwaambia. Hiyo wanajua. Sasa hoja yangu nilikuwa nimejenga, kwa nini akaigiwa na shetani na Yesu hakuigiwa shetani? Alafu katika hadithi hoja yangu ilikuwa hivi. Mtume Muhammad anasema Yesu atahukumu kwa uadilifu. Alafu katika maneno yako Kinyogori yana mgangano. Ulitoa 12:47 Yohana. Ukasema Yesu anasema mimi simhukumu mtu yoyote. Alafu ukasema Muhammad anasema Yesu atahukumu. Sasa gani tufuate, gani tuache? Soma Biblia uelewe, si ulewe. 5:22 Yohana Injili.
5:22 kitabu ni cha Yohana Injili. Ndio ninasema hawa walimu wa Kiislamu tukawa nao mjadala kuanzia saa asubuhi mpaka jioni. Hawa nitabatiza. Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? 5:22 kitabu ni cha Yohana Injili. Changamka. Tena. Baba hamhukumu mtu yoyote. Baba hamhukumu mtu yoyote. Bali amempa mwana hukumu yote. Atampa nani? Amempa mwana hukumu yote. Kwa hivyo nani atakaye hukumu? Yesu Kristo. Baba amempa mwana hukumu yote. Mwana amepewa. Lakini andiko aliyotoa Kinyogori, Yesu anasema si hukumu bali neno. Yesu hata hukumu wale ambao hawajafuja neno, walioenda kinyume na neno. Neno hilo litawahukumu siku ya mwisho. Sasa hoja zenu tu dhaifu. Comedy wacheni Waislamu. Comedy wacheni. Fundisheni watu. Hii ni mikutano ya kidini. Msomaji, mwalimu akaja akasema hajakataa ya kwamba Yesu atawapa watu uzima wa milele. Lakini akasema ni Waisraeli peke yao. Kwa hivyo kwa mujibu wa Kinyogori, Yesu atawapea Waisraeli uzima wa nini? Wa milele. Atawapea Waisraeli uzima wa nini? Wa milele. Hiyo Kinyogori hana shida, si ndio? Ndio. Nipe Qur'ani tafsiri ya Wahamadia ukurasa wa 16. Inasemaje? Qur'ani tafsiri ya Ahmadiyya ndio ukurasa wake wa 16. Soma. Mtu au watu wote wacha Mungu wanaitwa Israeli. Kumbe Israeli ni watu wote wacha Mungu wachukue mikono juu. Hao ni Waisraeli watakaopewa uzima wa milele. Wacha Mungu mkono juu. Si unaona hao watu wamejaa dhambi hao? Wacha Mungu mkono juu. Watu wote wacha Mungu wanaitwaje? Israeli. Ni mimi nimesema ama Qur'ani? Hii ni Qur'ani. Sasa niulize Biblia sasa. Akasoma 17:9. Yesu anasema siobei ulimwengu, si ndio? Ndio. Sasa akasema mimi sishuki chini. Mimi nimesoma 17 mstari wa 2. Sikufika 9. Yeye akasoma 9. Sasa na mimi nataka nimsomee 20. Na wewe ukufika 20. Sasa soma 20. 17:20. Toa soma. Inasema hivi katika 17:20. Twende. Wala si hao tu ninaowaombea. Si hao tu ninaowaombea. Lakini ndio wale watakaoniamini katika kwa sababu ya neno lao. Kwa hivyo neno la Mungu likihubiriwa, watakaoamini Yesu atafanyaje? Atawapa uzima. Yesu atawaombea hata wale ambao wameamini neno lake. Si lazima uwe Muisraeli Myahudi. Tuko mmoja Ndio. 2:1 waraka wa kwanza watoto wangu wadogo. Alafu hapa hakuna nidhamu. Mimi sijawahi kuona walimu hawana nidhamu kama walimu wa Kiislamu. Mtu akiongea wanapiga kelele, mna nidhamu ndugu zangu. Hiyo peke yake inaonyesha hamjiamini. Wacheni kunipigia kelele nikiongea. Mimi hujasikia hata Kinyogori akiniongelesha nikijibu. Soma hiyo. Watoto wangu wadogo. Nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, twende. Tunaye muombezi kwa Baba. Yesu Kristo mwenye haki. Ndiyo kipatanishi. Rudia. Ndiyo kipatanishi. Kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Rudia. Wala si kwa dhambi zetu tu. Rudia. Wala si kwa dhambi zetu tu. Bali kwa dhambi ya dunia kwa dhambi ya ulimwengu wote. Wakristo Bwana asifiwe. Amen. Kila Mkristo kuja ngumi. Kohoa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La silaha. Raha. Inaeleweka. Umeeleweka. Muhammad hana chochote cha kufanya tumfuate. Hata mwalimu wa Kiislamu makosa. Dakika 20 hajapata. Msomaji, mwalimu, nisaidie 17 mstari wa 3, mstari wa 2 kitabu cha Yohana. Rudia. Inasema ndio kama vile ulivyompa mamlaka ndio juu ya wote wenye mwili. Wewe soma vizuri Waisraeli. Juu ya wote wenye mwili. Soma vizuri Waisraeli. Juu ya acha kwanza niangalie kama angalia mandaika zinaisha. Juu ya wote wenye mwili ili kwamba ndio wote uliompa awape uzima wa milele. Kumbe tunamfuata Yesu.
Yesu ana uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Leteni andiko Muhammad ana uzima wa milele. Kunyacha mvua makunguru. Subutu. Hakuna. Naomba Ustadhi Maulana Al-Habshi. Dakika 10. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika jioni hii na siku hii ya leo, hususan kwa mada ambayo iliyochaguliwa. Na hii mada kiukweli ndiyo mada muhimu sana, kwa sababu leo Wakristo huwa wanategemea kabisa kwa kupitia njia ya Yesu ndiyo watapata uzima wa milele. Lakini pia na Waislamu wanategemea kwa kupitia kwa Muhammad ndio na wao wanapata uzima wa milele. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, ili na sisi Waislamu tuonyeshe kwa nini tumemng'ang'ania Mtume Muhammad, kuna faida gani duniani, lakini je, atatufikisha kwa Mungu na siye kupata uzima wa milele? Mwalimu wetu wa kwanza amekuja kuthibitisha, kumjibu mwalimu wa Kikristo katika yale aliyoyafundisha. Lakini Ndacha hakuweza kuwashawishi Waislamu kujua kuna umuhimu ukimfuata Yesu unakwenda wapi. Hakufundisha, na ndio maana mpaka sasa hivi hatujashawishika, na hata kama tukifuata tunajua kwamba tunakokwenda sisi ni kuzimu, kwa sababu hajaeleza uzima milele ukoje, tunaingia kwa sampuli gani, nani tutamkuta kule. Hajaeleza chochote. Anachoeleza yeye, anaeleza kwamba Yesu yeye ndo atakaye hukumu. Tumekuja kuona hukumu yenyewe Yesu anaifanya duniani. Sasa ni sisi, lengo letu tunataka kuelimisha umma kama walimu wa Kiislamu. Hawa ni wanafunzi wetu. Lakini pia Ndacha ameongopa, amesema kwamba sisi hatuna vitabu. Vitabu viko pale vingi tu. Tena tunavyo vitabu vya hadithi, vya Qur'an, tena kila sampuli. Kwa hiyo ache uongo kwamba vitabu hatuna kwa sababu ya kamera. Hapana, vitabu tunavyo na vingi kabisa, tuna shida. Na kitabu chochote sisi tunaweza tukakitumia, hatuna shida, ila makubaliano tulikubaliana wote sisi na Wakristo. Kwa hiyo sita kujifanya wewe mjanja kukubali vitabu kwenye kamera wakati kule nje tumekubaliana wote tusitumie. Situbebeshe mzigo wakati wote tuliutengeneza. Lakini pia tunataka kuonyesha Waislamu tunaposema tunamfuata Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ni nani? Mtume Muhammad katumwa na Mungu. Kapewa kazi maalumu ya kuja kuongoza ulimwengu, kisha watakayemfuata awapeleke moja kwa moja mpaka peponi kwa kutumia muongozo wa kitabu cha Qur'an, sura 14 aya ya kwanza Qur'an. Sikiliza vizuri, baadaye usikose maswali ya kuuliza kuhusili unakuja kulalamika. Wewe unalalamika tu basi. Dacha. Naam. 14:1 Qur'an. Inasemaje? Alif Lam Ra. Ndio. Hiki ni kitabu kilichoteremshwa kwako. Ndio. Ili uwatoe watu katika giza. Ndio. Uwapeleke katika nuru kwa idhini ya Mola wako. Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho Muhammad kapewa na Mungu. Hii Qur'ani iwe ndio mwongozo wa wanadamu ambao Muhammad kapelekwa awaongoze kwa kutumia kitabu. Muhammad ni mtume, Muhammad mwalimu, kaambiwa kitabu hiki wafate ili kiwaongoze. Endelea. Naam, uwafikishe katika njia ya ile mwenye kushinda na mwenye kusifiwa, naye ndio ni Mwenyezi Mungu. Takbir. Wow. Kwa hiyo ukiifuata Qur'ani ambayo imefundishwa na Mtume Muhammad itakupeleka kwa yule mwenye nguvu na mwenye kushinda ambaye ndiyo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwanza uelewe kwamba kitabu cha Waislamu Qur'ani ni muongozo, ukiushika utakupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu Muhammad mwenyewe ni nani kwetu? Mungu amempa sifa gani? Qur'ani sura 3:164. Unalishwa maandiko tu sasa hivi. 364. 364 Al-Karim. Inasemaje? Inasema, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Bismillahir rahmanir rahim. Hakika ndio Mwenyezi Mungu amewafanyia ihsani kubwa Waislamu. Ndio.
alivyowaletea mtume, ndio miongoni mwao sawa, aliyewasomea aya zake, ndio na anawatakasa, ndio na kuwafundisha kitabu na hikima, ndio. Na bila shaka kabla ya hapo ndio walikuwa katika upotofu dhahiri. Mwenyezi Mungu anasema Muhammad kamleta nikatufanyia ihsani wa Islam. Kumbe Muhammad ni mwalimu, amekuja kutufundisha kitabu na hekima, na ndio maana akasema laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin. Kwa hiyo Muhammad ni mwalimu, amekuja kutufundisha sisi Uislamu. Na sifa ya Mtume Muhammad, alikuwa ni mpole, alikuwa ni laini, ndio maana anapata wafuasi wengi 369 Qur'an. Naam, 369. Hii faida yake kwanza duniani, alafu huko tunapata nini? Lahum. Na kama ungekuwa mkali na mwenye moyo mgumu, Muhammad duniani ungekuwa mkali na moyo wako mgumu, wala ukunta fadhan ghalidhal qalbi, bila shaka ndio wangalikukimbia, watu wako wangekukimbia, usingepata wafuasi. Muhammad umekuwa mpole, umekuwa rahim, ndio maana Uislamu kila siku unapata wafuasi wengi kwa kupitia kwa Mtume Muhammad, kwa sababu ni mwalimu aliyetulia. Faida ya kwanza, tunaye mwalimu katufundisha kumjua Mungu na tunaishi kistaarabu, na ndio maana leo tuko hapa tunafundisha Wakristo. Endelea. Basi wasamehe na fa'fu anhum, wasamehe na uwaombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiru lahum, na ushauriane nao ndio katika mambo, washawiruhum fil amri. Muhammad kaambia shauriana nao katika mambo. Huyu ni kiongozi anafaa duniani, ndio maana tunafanikiwa kwa mafanikio makubwa kwa sababu ya ushauri wake. Maliza. Na ufungapo nia, na tunapofunga nia mtegemee Mwenyezi Mungu tu basi. Kwa tukitaka jambo lolote hatutegemei chochote, tunategemea kwa la ilaha illallah. Huyu ni mwalimu. Sasa tukimfuata Mtume Muhammad tutapata nini sasa? Huko ndicho tukapiga kelele. Tuna kitu kikubwa, hatuwezi sasa tukamfuata Muhammad tumeacha mambo yetu alafu kule hatuna kitu chochote. Hapana, tumeahidiwa kitu kikubwa. 43:68 Qur'an. Naam. Inasema ndio, enyi waja wangu mlio wazuri. Sikiliza, Mungu anasema enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo. Kiyama sisi hatuna hofu, ndio maana tunatamba, hatuna wasiwasi. Wenda acha ujui. Wala hamtahuzunika. Tutakuwa na hofu wala hatutahuzunika. Waja wangu ndio ambao waliziamini aya zetu, ndio nao walikuwa Waislamu kamili, ndio wataambiwa ingieni bustanini, ndio peponi, ndio nyinyi sisi wanaume na wake zenu, mtafurahishwa humo. Takbir! Kwa hiyo kumbe sisi uwezo kwenda peponi, paradise tunao, ndio maana hatuna wasiwasi. Tulikuwa tuna shida kukimbia kutoa aya. Kwanza mwalimu Kinyogori alichofanya, unajua huyu teacher, kwa alichofanya kwanza katandaza miwaya vizuri kabisa, alafu mtu kaja ikawa imempigia shoti. Sasa mimi nimekuja sasa kuja kufanya ushonaji baada ya kufanya operation. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kwamba uwezo wa kupata pepo sisi tunayo, lakini nashangaa kuna mtu mwingine kaja hapa akasema sisi wana wa Israeli, na wakaambia wana wa Israeli nyie wote mpo? Akasema mpo. Na mimi ngoja niulize, wana wa Israeli mpo? Nyosheni mikono. Wana wa Israeli wanaoamini Biblia mpo? Biblia inasema uongo? 7:12 Joshua. Mnyoshe hivyo hivyo baadaye. Joshua 7:12 faster, dakika bado 2. Wana wa Israeli 7:12 Joshua inasemaje? Ndiposa wana wa Israeli. Rudia tena, wana wa Israeli. Wana wa Israeli, nyosheni mikono tena tuone, msikatae. Na mkiacha kunyosha Islamu, Ndiposa wana wa Israeli ndio weza kusimama mbele za adui yao. Nyinyi kama mnatufanya sisi ni maadui, bwana, amweze kusimama mbele yetu sisi wasomi sana. Tuko kwa Muhammad. Endelea. Wakawapa visogo adui zao. Ndio. Kwa sababu wana wa Israeli. Bwana, Israeli nyosheni mkono. Wana wa Israeli wamelaaniwa. Mmelaaniwa nyinyi. Ni mimi au Biblia? Biblia hiyo. Ni mimi au Biblia?
Biblia inasema wana wa Israeli mmelaaniwa na nyinyi mmenyosha. Afu nyinyi wana wa Israeli gani mnaishi hapa bila passport, immigration haikuangalieni. Sasa kama nyinyi wana Israeli, Biblia imesema mmelaaniwa, na wale walaaniwa wanakwenda wapi? Wanakwenda motoni. Sasa tunashangaa, Ndacha unafundisha nini wapi? Hivyo Wakristo wote nyinyi hamna mwalimu mpaka Ndacha na kuingizeni chaka? Hebu badilisheni mwalimu mwingine. Bado dakika moja sasa. Msomaji? Ndio. 22:15 Qur'ani. Aya yangu ya mwisho nikakae. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa Muhammad ndio tunategemea. Maliza. 22:15 haraka. Anaodhani ya kwamba mtu yoyote hapa katika nini wa Kristo anaodhani ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio hatomnusuru, ndio hatomsaidia mtume katika dunia, na kama watu wanajua hapa duniani Muhammad hafai kama nyinyi mnavyomkataa Muhammad, msipate tabu, msipate tabu wa Kristo. Basi ndio na afunge kitanzi juu, miti ipo, tafuteni kitanzi mwende kwenye miti juu, ajinyonge, mjinyonge kama hataki kuyaona haya. Kama mtaki kuona sema kuona Qur'ani, vitanzi vipo, tafuteni miti mkajinyonge. Takbir. Nadhani wale waliolaniwa wameelewa vizuri. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah mada tumemaliza katika pande zote mbili. Nawashukuru walimu, mmefikisha vizuri kwa hamasa.